So nimeamka asubuhi, nikasema acha niingie kwa mtandao nione mtandao inasema vipi. Alright? Na kitu ya kwanza nilikutana naye ilinivunja moyo sana. Nilifeel down. Sijui kama una get. Unaona hii kitu yenyewe msema ameandika. Mimi nitamficha sura. But kama unataka kwenda kumuona anajiita Kamoyo, sijui Kamoyo boy. Alright? Niko na mepost hiyo kitu. Alikuwa anasema hivi, bro to bro, never marry a lady whose mother is not living together with her dad. Na akashout. Kushout inamaanisha akaandika sasa in big letters. Hiyo ni kushout. Alright? Don't marry a daughter of a single mother. Hapo sasa ameshout. Nikakumbuka mimi mwenyewe nimereiziwa na mama tu with a single mother. So inamaanisha mimi sasa nisioe because nimereiziwa na single mother. Anyway, wachana hata na hiyo. Vile alitaja about don't marry a lady. Nikakumbuka I have a sister. Mwenye hajawahi experience love ya dad. Mwenye hajui dad ni nini, by the way. Not even a sister, I have two sisters. Alright? When you wajai kutana na hiyo love ya dad, like huyu ni dad amekam, huyu ni dad ameenda. So ama sisters wangu wasioleke because wamereiziwa na a single mother. Nimefeel down, nikafeel wacha niongelele hii story. Because why always single mother? Why always a single mother? Hakunanga mtu anawish kuwa a single mother, by the way. No. Kuna kuangana something in between. Hakuna mtu anawish kuwa a single mother. Okay, mimi nimereiziwa na a single mother. Sifai kuoa. Ama juu this thing inafai kuwa two-way traffic. Why always ladies? Mbona isikuwa ni men? Mbona sisi basi wenye tumereiziwa na single mother basi msiandike hapo basi why? And you are a man. Utagive birth. Aujui utazaa mtoto wasichana, ujui utazaa wavulana, aujui how your relationship will end up. Okay, sometimes we do things kwa internet ya ku create tensions. It's okay. But the impact you are putting